Na natwashokereria guko ariko Muthingi TV ikirekaria kere haya goragwo na ageni umenya wa umuthe maigira na mambia kuni haras ici ciana itihiaga ciari gitio no ngukorwo ngimara nigukorwo ngimara line up Rĩotha tũgĩkorwo twĩ hamwe ndĩrenda cia mwanya ani gũkorwo gĩthiĩ na mbere gũtũrĩra gũkũ ariko Muthingi TV rĩkwa ndetika Wambui Njau anatũrĩra kũgwarĩtwo ngĩkwĩra tabarira ya metameta cia Mathako ĩkĩna mbeca ciaku na kĩndũ ya kano kĩhũthũ ũthĩkorwo mũno M-Pesa alipa M-Pesa mũna bill number ũkandĩka 825454 ariyo 825454 account name ukandika rĩtwa Muthingi account name rĩtwa Muthingi shiringi 99 peke yake rogete yake majika ya shiringi genege shiringi arengiri magana matatu ati imagine shiringi 99 yekurugi kurehera shiringi genege shiringi ngiri magana matatu ati imagine akidino kihodo mwana M-Pesa alipo na M-Pesa pay bill number 825454 igire inyanya igire idano inya account name ni Muthingi 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 alafu namba yake na bashiri wao kurogekira alishio shiringi na kada waikoro kihotera kimajika kia besha iginage shiringi ngiri magana matatu amigo tukoro tukigira kuri ageni aitu ti ageni muno na ti ageni nikiamaga kiria mathala ciari gitio tukoro tukigira kuri ageni aitu mutira hihi mego gwika atera no metie guku by the way tukiambia on my immediate left Yetuo Oscar Mwagi no andu makina netie makajeta ta Mathako na nia neke tondu ngorago ndi humbled humbled ngorago ndi mundu humbled na nyendete thayo yende fan munene muno wa Manchester United na guku Kenya ndi wa Murang'a Seals onako ni turaguthwo Mwana tutia kuigwira tha Tonge Kiswahili Tonge Kiswahili manake inanipiga chenga kidogo lakini mimi naitwa Felix Solana mwanahabari wa michezo shabiki mkubwa wa Gor Mahia na leo FC Leopards FC Leopards leo tunawafunza kucheza soka Solana we masikia FC Leopards mnafunzwa kusakata guys I said sakata kusakata nini kabumbu yes itasema Kenya sawa mimi ikikuwa mimi say kabumbu but it's okay itabidi tumechange Rodiomi is what we are talking na AFC Leopards mwelekezi wangu by the way leo ameshinda nitangaza msimamo lakini msimamo wangu kwa mimi si support AFC si support Gor Mahia si support anyone naomba useme ukweli manake wewe ni shabiki wa Tusker na jana mimi ni bana usicheze chini Solana nawaambia hawa watoto hawana heshima kwa wazazi wao mimi na washow amsikii sasa endelea jura nijua mimi ni shabiki wa wapi tena Tusker na mlipigwa jana Robert Matano atafanya ile kitu tulisuasua guys tulisuasua last season pia tulisuasua vile but tulimanage na kumaliza wa pili but this time na ngoja na expect Matano alianza pia ina hiyo shida last season pia kuchapa mechi za kwanza za ukumusho kamalizia vizuri but ikakuwa kampita kidogo tu but na hope hata rudi hiyo makosa alafu kuchapona Shabana kuongea ukweli bana Shabana haya tukianzia nini yetu twende kule Maralal kuna hii mashindano ya ngamia unaonaje mashindano ya ngamia is it something that is making sense to you ama what is happening nafikiri kwanza kizungumzia michezo nafikiri uwanja maulingo wa michezo umekuwa mpana sana na tumeona michezo mingi imeweza kuanzishwa nchini tumeona hivi majuzi michezo mingine kama vile kickboxing imeanza kusikika na nafikiri ni kitu cha muhimu sana iwapo tutakuwa na michezo mingi maana inamaanisha kwamba wale watu wale wachezaji ambao wanashiriki katika michezo ni wengi na iwapo michezo hii itakuzwa na ukizungumzia mashindano ya ngamia kule Maralal
nafikiri kivutio kikubwa kwa watalii kwa kiwango kikubwa sana. Maanake ukipeleka kwanza huko kule Maryland, Samburu, yenyewe ni mahali ambapo ni kivutio cha watalii. Na nafikiri kupeleka mashindano hayo hapo litakuwa ni jambo muhimu sana, na nafikiri tuikuze zaidi, isikuwe ni sehemu moja, ikuwe yani kitu ambacho tunaona labda kwa kila county, na iweze kukuzwa, ikuwe ni mchezo ambao unajulikana si Kenya tu, iwe ni mchezo wa kimataifa. Naam. Nikirudi kwako Oscar, hii michezo ya ngamia ukiangalia unaona kama hii michezo inafanyaje ama inafanyaje, ama what is the last inaitangwaje, what is the last achievement kwa hii michezo? Chami pango niseme italeta watu pamoja. Ukiangalia Babu na Mwamba toka chaguliwe kuwa siasa, ameleta mabadiliko kubwa sana ikifika kiwango cha sport huku Kenya. Ukiangalia watu wengi Kenya tuko na talent, lakini ukiangalia watu wamelegea, ukiangalia vijana wamepotelea kwenye madawa za kulevya. Lakini sasa ukiangalia michezo kama hizo huko Samburu itakuja kusaidia mahali pakubwa sana. Juu ikilivutia watalii, utapata kaunti kama hiyo itakuwa developed. Asalina, ukiangalia kuhusu hii uchezaji nini, do you feel like Kenya bado tuna lag behind kwa vitu kama hizi? Na ukisema kuna mahali umesema ziletwe county zote, unaona kama county ya Nyandarua camels zitasurvive huko kweli? Nafikiri pia ukiangalia ngamia kwa kiwango kikubwa huwa zinapatikana katika maeneo kame. Unapoangalia, nimeona baadhi ya nchi za Saudia huwa wana mashindano kama ya ngamia, na ni kivutio kikubwa sana. Manake na ukizungumzia kwamba kaunti zote labda ziletwe mkoa wakati, nafikiri pia kile ambacho nitaka kumaanisha ni kwamba mashindano hayo yajumuishe labda kaunti zote, na pia iweze kuleta watu, yani isikuwe ni kitu ambacho labda tunasema ni kaunti moja, ikuwe ni kaunti zote. Tuseme hiyo mchezo ni wa Kenya, tuseme kwamba ni ya Samburu, tuseme ni ya Kenya, tuseme ni ya labda kaskazini mashariki, iwe ni ya Kenya. Aya, tukiachana za camel na nini, hiyo mchezo umeshelewa kule Maralal. Kama uko hizo sides, ajitokeze uone venye kuko. KCB walishinda volleyball. What was the take on they have stayed for so long bila kushinda, eventually they have won? What was the take ukiangalia the emotions za wachezaji, emotions za coach ule Jaffe? What was the take on all that? Najua umekuwa ukijiangalia kutoka zianze mpaka mwisho. What was the take on everything, including how they reacted after the win? What was your take? Kwanza kitu ilinifurahisha matokeo ya kwanza, kuna venye walikuwa na ile kudurura kwa matokeo. Lakini after ameongea akaona anataka kuachieve a lot na timu yake. So ikakuwa hiyo ni motivation kwa timu yake. So akakuwa ana encourage. So ukiangalia timu kama KCB kushiriki machezo kama hiyo na kupata ushindi ni kitu iliweza kufurahisha wengi, juu KCB ni timu iko na mafans, alafu mafans wakijitokeza ile moral wa Kenya tuko tunajitokeza. Kama una support timu yoyote, wewe unaenda unaisimamia, unaipe support, juu support ni kitu muhimu sana. Salina, what was the take on wamekuja walisema they've been in the game for 15 years but they haven't had a win, so inabidi tu wamejikaza. What's the take? Nafikiri kwanza itakuwa ni motisha kubwa sana kwa mkufunzi Jaffe na kikosi chake. Unapoangalia mwanzo wa msimu uliopita, tuliona kwamba aliweka ama aliwaleta wale wachezaji ambao ni wachanga kwenye kikosi. Nafikiri ikawasumbua sana msimu uliopita wale wachezaji kuzoeana na wale wengine ambao tayari walikuwa kwenye timu. Tukaona vile vile wakaenda yale mashindano ya Afrika wakaweza kumaliza katika nafasi ya 4. Nafikiri kwa matokeo mabaya sana kwao. Na hivi sasa nafikiri kwamba timu imeanza kupata njia na kushinda ile taji. Nafikiri sasa ni kuonyesha kwamba wamerudi katika ramani
timu ambazo zinafanya vizuri katika volleyball nchini lazima utaje KCB, na nafikiri pale kulikuwa na mibabe, na kutoka na huo ushindi au hilo taji si lele mama, labda ni kazi nzito, kitegemea kwamba wale wachezaji ambao waliweka na ni wengi sana ambao ni wachanga waliweza labda kuingiana na timu kwa kiwango fulani na kutoa ushindi. Nafikiri KCB wameonyesha kwamba sasa wamerudi katika ramani. Naam. Kuna swali nataka kuuliza nyote wawili, kila mtu atajibu na teke yake. KCB wamekuwa wakionekana sana naona kwa volleyball, mara wako kwa football, mara sijui wako kwa golf. What's your take on KCB kuja na hii sponsorship hii michezo? Ama KCB wanataka kuonyesha hizi benki zingine ama wanataka kuonyesha hizi organizations zingine kivipi? Kwa sababu ukiangalia kama volleyball ndio hiyo timu yao imeshinda. Ukiangalia timu ya kadanda pia haifanyi vibaya. Ukiangalia golf pia wako wameipa nini? What's your take on KCB as a sponsor? Nafikiri KCB wamekuwa katika michezo na kwa muda mrefu. Nafikiri ni baadhi ya wafadhili ambao wako katika michezo yote kwa ujumla. Unapoangalia raga, unapoangalia gofu, unapoangalia kadanda, volleyball na michezo mingi sana wameweza kuingia ndani na kufanya ufadhili. Nafikiri ni motisha kubwa sana kwa wachezaji wengine, manake kutia pesa zao, ama ni baadhi ya wadhamini ambao wako na ile ari ya kuona kwamba wanasukuma michezo katika nafikiri mimi KCB nawapa kongole kwa kiwango kikubwa sana, maana ni baadhi ya kampuni ama baadhi ya mashirika ambayo yanawekeza fedha nyingi sana katika michezo, kukuza vipaji na kuendeleza michezo nchini. Naam. Oscar, atake yako ni gani kuhusu KCB? Mimi kwanza ni kuwapa kongole. Ukiangalia Kenya, ukiangalia mchezo wa kadanda, wachezaji wengi walikuwa wanalalamika kwamba hawalipwi. Lakini ukiangalia KCB kuja kama sponsor, itasaidia sana wachezaji kwa kuwa itakuwa inalipa mchezaji ile time anafaa kuwa analipwa. Na hiyo mchezaji akilipwa on time, hiyo itampe ile motivation ya kucheza. Ndio maana unapata timu kama ya KCB wanafanya vyema sana. Ikifika ni volleyball, ikifika kadanda, ikifika yani hadi golf, unapata wachezaji wanajituma ikifika ile kusupport bado hiyo KCB. Labda kuongezea kidogo, mimi labda hii ni changamoto kwa mashirika mengi sana, maana unapata kwamba timu kama KCB, unapata Tusker, unapata Bandari, ndio mashirika makubwa nchini. Mbona wana viwanja? Mbona wajengee hizo timu zao viwanja? Ni jambo ambalo tulikuwa tunajadili hivi majuzi na baadhi ya marafiki zangu, na ikaleta tumbo joto, maana yake unapoangalia hivi sasa hamna timu ambayo unaweza sema kwamba kiukamilifu wana uwanja wao ambao wanaumiliki. Mashirika kama KCB yana hela, na kuwekeza katika viwanja ni jambo ambalo pia litakuwa linakuza vipaji kwa kiwango kikubwa sana. Mimi nafikiri haya mashirika kando na kuwekeza labda kutengeneza timu mbalimbali ambazo zitakuwa zikishiriki katika michezo, pia ni vizuri uwekeze katika miundombinu ama ile miundo msingi ya michezo kama vile viwanja. Manake unapata hivi sasa hamna timu ambayo labda iko na uwanja ambao unasema unamiliki. Leo Kasarani labda imepewa muda mchache sana kabla ufungwe ufanywe ule ukarabati kufikia viwango vya FIFA. Sawa na Nyayo. Timu zitachezea wapi? I'm even shocked that bado kunachezewa by the way. Yes. Swala kama hilo nafikiri unafaa sasa kufungua mawazo kando na ufadhili wa timu. Waangalie sasa nje ya mawazo. Sasa kuna vitu kama viwanja. Nafikiri ni vitu ambavyo timu kama Gor Mahia, FC Leopards, Shabana, hizi timu ambazo tunasema kwamba ni za kijamii, huenda wakapitia changamoto kubwa sana, kwa maana kujenga uwanja si kazi rahisi. Lakini kukiwa na mashirika kama KCB na mengine ambayo yapo katika michezo, itakuwa ni jambo rahisi. Do you feel kwa hizo story na viwanja na nini, KCB wangetaka sana kutengeneza hii haraka? But do you feel like wanakuanga na ile tukitengeneza, what if tukitengeneza leo gavai kuja iseme kesho ishamba ni letu? Do you feel like mashirika mengi saizi wangetaka sana ile time wanaenda kusupport, unakuta wako na ile ishia, tukitengeneza hapa serikali itakuja iseme hivi, ama tukitengeneza hapa
tajiri mmoja atakuja sema hivi. Do you feel like that is what is happening in Kenya? Nafikiri kesi hata ni kununua uwanja wanaweza kununua. Lakini unajua ukumbuke pole kwa kukata. Ukumbuke mechi mingi saizi ama timu mingi zikihitaji uwanja, zinahitaji uwanja sana sana Nairobi. Right? Kwa sababu unakuta mechi nyingi ziko either Kasarani, Nyayo ama Ulinzi. Unafikiri mbona michezo nyingi inachezewa hapo? Maana hakuna viwanja katika kaunti zingine. Ukiangalia bandari ni ya serikali. Na nafikiri serikali ikijenga bandari ikijenga uwanja hamna mtu ambaye atajitokeza kivyovyote vile kusema kwamba uwanja ni wao. Maana bandari tayari ni serikali. Kwa hiyo nafikiri ni jambo tu ambalo labda mashirika haya nafaa kuja pamoja na labda kutia bidii kidogo, angalau kuongeza kando na kufadhili michezo, kuongeza angalau huo ujenzi wa viwanja. Na ukisema bandari ni serikali, what about hizi kina Mrangasili zile za community, watu kama kina Shabana watafanyaje hao wenyewe ni wa community? Hapo tunaelewa timu ambazo ni za jamii ndio ni changamoto kubwa sana kujenga viwanja, lakini tunasema kwamba wale ambao tayari wana uwezo wa kihela mbona usifanye hivyo? Naam. Oscar, tunaambiwa nikikuja mimi tuseme na timu mimi nikikuja kama mfadhili wako, it's a win-win for us. Wewe kuna kitu unafaidika nayo, mimi kuna kitu kama mfadhili nafaidika nayo. Wewe of course unapata hela za kuendeleza zako, kuendeleza za kununua jezi, za kununua kila kitu, whatever you want. But as for me as a sponsor, do you feel like as a sponsor sometimes when I feel to come through juu Kenya hakuna ile kujitokeza sana. Do you feel like inawapa vikwazo? Acha niseme kwanza, wacha niite kwanza Solana makosa. Mwambie KCB, ukiangalia KCB inasimamia, iko na timu ya volleyball, iko na timu ya football, iko na timu ya golf. So ikisema inatengeneza uwanja, inafaa itengeneze uwanja ya hizo zote. So ukiangalia na KCB tunajua ni benki. Na bado kama benki tunajua au kazi yao ni kuchukua pesa, kupeana mikopo, vitu kama hivyo. So au wakiwa kama sponsors, mimi pangu nasema wanafaa waendelee tu hivyo kusponsor hiyo team. Juu it's a win-win. Wakisponsor team fulani na support watapata, juu ukiangalia nao mafans watataka kusupport hiyo KCB bank bado. So it's a win-win. Pangu wacha niseme KCB as a sponsor ni much better. Lakini ile kufika ati wanajenga mauwanja, hiyo tunafaa tunaachia FKF waketi chini au kama organization na wajue jinsi watakavyofanya na viwanja. Salama kuna jibu. Nashangaa manake unapozungumzia hivyo nasema kwamba tunapenda kufanya vitu vingi kiulaya au kizungu. Ukiangalia kila timu kule Uingereza ama ukiangalia hata usikwende mbali nenda Afrika Kusini, ukiangalia kila klabu ina uwanja wake. Inamaanisha ukija kama mfadhili umeanzisha timu tayari hawana uwanja, utachezea wapi? Mechi zako nyumbani mtachezea wapi? Na hivi sasa ni kitu ambacho kuna sheria ya FIFA na tayari na CAF ipo kwamba kila timu lazima iwe na kilabu cha kina dada na wanaume vile vile. Na kila uwanja ambao tuseme sasa KCB wafikie viwango vile vya kucheza mechi za kimataifa. Na labda kuna mechi kadhaa ambazo labda Rising Starlets wanacheza ileo. Iwapo tuseme ileo na labda kuna mchuano wa KCB na viwanja vingine vile tayari vinatumika, utachezea wapi? Kwa hiyo nafikiri ni wajibu wako kama mfadhili kuhakikisha kwamba vile vile unajaribu kuwekeza katika viwanja. Kama una uwezo wa kufadhili timu kama hizo, inamaanisha kwamba una hela na hela ni kuwekeza. Manake KCB unaposikiza sana ile kauli mbiu yao ni kwamba ni kuweza kujenga jamii na kuwaleta pamoja. Nafikiri wakijenga viwanja, sizungumzie KCB peke yake. Hapa tunazungumzia Tusker, tunazungumzia Bandari, maana ni mashirika mengi sana. Hivi vilabu ambavyo labda ni vya kijamii sana Gor Mahia,
kina Murang'a Seals na wengine, ndio tunaweza tukawaseme kwa kiwango fulani, manake mashabiki kwenda kwenye mfuko itakuwa ni balaa kidogo. Lakini pia ni wajibu wao mashabiki, manake tunaona pale Yanga na Simba wanafanya vizuri Tanzania. Na kwamba kama inawezekana kwa jirani, kwako pia inawezekana. Naam. Lakini ukiangalia Tanzania ni kama wana ile roho, wanapenda sana kufanya hivyo. Lakini ukikuja Kenya, wimbo wa stadium sijui tulianza kuimba lini, mpaka saizi bado Kasarani yatumika. Niambie Kipkeino saizi ukipigia mtu yuko huko atakwambia tu vile vile Kipkeino tunaona watu, lakini bado hatujui what is happening. As in, nini nakula Kenya? Nafikiri uongozi, na manake nakumbuka kama imekaa nyuma wakati ambapo labda nimeanza kufuatilia sana soka ya Kenya mwaka 2010 2009 kwenda nyuma hivyo. Baadhi ya wachezaji wengi sana kutoka Afrika Mashariki na Kati walikuwa wanakuja sana kucheza ligi ya Kenya. Kizungumzia kina Dan Serunkuma miaka ile, kuzungumzia Walusimbi, Baba Kizito, wengi sana wachezaji wengi ambao walikuja Kenya kucheza mchezo wa soka. Wakati huo ulikuwa unalipa vizuri sana. Nafikiri kuna mahali ambapo tuliteleza, na nafikiri tunafaa kurudi nyuma kwenda kuangalia wapi ambapo tulikosea ili tuweze kupata njia. Maana unapoangalia Tanzania, hata wachezaji wengi sana wa Tanzania walikuwa wanakuja kucheza ligi ya Kenya. Na walikuja kuangalia Kenya jinsi ambavyo tunafanya mambo, wakakwenda kwao wakaifanyia kazi zaidi. Hivi sasa mashabiki wengi unapozungumzia mchuano wa Yanga na Simba, uwanja lazima ujae. Hapa tunapozungumzia Gor Mahia na FC Leopards, tunangoja tia gas kidogo. Kama washabiki watakuwa wengi, ni 10,000. Ule uwanja wa Kasarani ni uwanja ambao unastahimili washabiki 60,000. Kwa hiyo nafikiri kuna mahali ambapo tuliteleza. Mimi nakumbuka kwa wakati fulani kulikuwa ukisikia mchuano wa Gor Mahia na FC Leopards, nchi inasimama. Yaani unataka sana hata wewe kujua wanacheza aje, ni akina nani hawa. Yaani mtu alikuwa anavaa jezi, akivaa jezi ya Gor, akivaa jezi ya Tusker, akivaa jezi, huyo mtu alikuwa unamheshimu sana. Lakini saa hizi unaangalia unasema nafikiri cheza alafu bado ulipwe. Nafikiri uongozi wa soka kiujumla, nafikiri liwafanya mashabiki wakose imani. Na mashabiki wakikosa imani inamaanisha kwamba wanakuja kufanya nini uwanjani. Hivi sasa unasikia wachezaji walipi mshahara, unasikia mkufunzi walipi mshahara. Gor Mahia hivi sasa wangekuwa wanacheza labda mchuano ya kuwania ubingwa wa Afrika kwa vilabu. Lakini nini litokea? Baadhi ya wachezaji hawakulipwa mishahara. Na jambo hilo likafikia CAF. Na ikifikia CAF, sheria wembe ni ule upigwa marufuku tucheza michuano ya CAF. Huko nyumbani kwanza utapata pesa yako. Sasa unaona kuna mahali ambapo tuliteleza. Na ukizungumzia soka Afrika Mashariki lazima utaje Kenya. Sijui sasa kama tukizungumzia soka Afrika Mashariki tutataja Kenya. Nchi nyingi zinakuja kwa juhudi kubwa sana. Zungumzia Tanzania, Rwanda ni nchi ndogo sana, lakini zile jitihada ambazo wanatia na juhudi kuhakikisha kwamba wameimarisha soka kwao. Unapozungumzia APR ya Rwanda, kipatana sasa na Gor Mahia, itakuwa kuna ndana. Kwa hiyo nafikiri uongozi wa labda FKF, wizara, na inaanzia juu mpaka kwa rais. Iwapo tutakuwa, unajua Kenya tunachukulia michezo tu kimchezo tu, lakini ni Mathako na idhako. Lakini michezo ni nafikiri ni iwapo tutakuwa na ile jitihada na kuwa na ule mvuto wa michezo, nafikiri ni kitega uchumi kikubwa sana na italeta pesa katika taifa hili. Inamaanisha kwamba wafadhili watatoka hata nje kuja kufadhili michezo hapa nchini. Lakini kama uongozi hamna, samaki kaoza kichwa, kwa itakuwaje? Oscar, tumelia sana uwanja, tumelia sana watu fadhiliwe, tumelia sana wachezaji wetu walipwe. Mwaka umebakisha miezi 2. Isha. Ni achievement gani sana umeona huko Kenya? Ni achievement gani size? Ni achievement gani umeona kwa games zote za Kenya? Teams zimekuja sasa, tukiangalia venye teams zinacheza, unaona teams zinajituma. Ukikompare awali na sasa, ukiangalia timu kama Murang'a Seals wakianza season walianza vizuri sana,
hatukuwa tunatarajia timu kama hiyo. Ni kuonesha Kenya tukipata uongozi mzuri, Kenya tupate viwanja, Kenya ikuwe hakuna corruption, nasema Kenya tunaweza enda mahali mbali sana. Na ndio maana hadi unapata kitu kama CAF tumepatiwa hiyo ruhusa, yani tunaweza hold. Na mimi nasema hiyo ni achievement moja kubwa sana. Ni achievement gani? It's been 10 months already. Kenya unatuona wapi size kwa map ya michezo? Unatuona wapi kwa map ya that tunaweza host? Yani tumekaa chini hivyo tumesema tunaweza host AFCON. Are we ready? What have we done for the last 10 months? Nafikiri bado kazi bado sana. Maana nafikiri Chan kuna wakati mwaka 2018 tulikuwa tuandae hapa nchini. Tulikuwa tumepewa pia leseni ya kwenda, lakini unajua danganya toto za ikatokea kwamba tumenyang'anywa leseni. Tulikuwa tupate kuweza kuandaa mashindano hayo. Kwa hiyo mimi nafikiri mpaka ifike mwaka 2025 nitazungumzia kuhusu AFCON kuja nchini. Manake si mara ya kwanza. Mwaka 1998 tulikuwa na uwezo wa kuandaa, lakini bahati tulinyang'anywa mnofu mdomoni. Manake hatukuwa na ule uwezo, tulikuwa na matayarisho, tulikuwa na mpango. Lakini unapozungumzia waziri Ababu na Mwamba amezungumza sana, lakini unajua kuongea saidi sana. Tunataka matendo. Kwa hiyo acha niachie hayo kwa sasa, lakini labda nikiangalia mchezo kama wa raga, tuliondolewa katika mchezo wa HSBC, ile mashindano ya raga 7 ya dunia. Nafikiri tulikuwa tumezembea kidogo, lakini maanisha sasa kuanzia tena huku chini na kupata ile leseni ya tiketi ya kucheza AFCON mwaka 2024 kule Paris, na mkufunzi mpya Kevin Wambua. Nafikiri ilikuwa motisha kubwa sana. Alileta wachezaji wengi ambao ni wageni katika timu, na kuleta matokeo kama hayo aswa kupiga Afrika Kusini ilikuwa rahisi. Kwa hiyo nafikiri ndio safari imeanza kurudi katika ile HSBC. Na vile vile kiangalia riadha wamefanya vizuri, lakini unajua riadha huwa ni kando kidogo, manake pale ni jitihada ya mtu binafsi. Lakini kikubwa ni naona kwamba wanapiga vita sana timu wa misuli. Kwa hiyo nafikiri ni mambo mengi tu, kuna baadhi mazuri, lakini kwa kiwango kikubwa bado tuna kazi. Umesema riadha nikakumbuka the future of marathon. Kelvin Kiptum kesho yumo safarini. Watch. Okay, jana yeye akiamua tu ni kutimuka 42 anaifanya ni kama ni 10 kilometers. Haya, Babu na Mamba amelia sana kutoka ninge kwa ofisi nilipata. Kuingia kwa ofisi nikakuta. Kuingia kwa ofisi sijui nilifanya. Alafu kuna statement hachangi, kuna hii statement ya Kenya exports. Kenya does not export. Kenya is not an exporter whatever it is of flowers and whatever. Kenya exports athletics. Kenya exports sports. Haya, amekuwa kwenye ofisi mwaka na tunamwanga kwa rachi saizi. Ababu saizi mwili tumefika, tuko sasa na darubeni tunaona Babu either anakuja ama anaenda. Ukimwangalia sasa unaona Babu yuaja ama yuaenda. Nafikiri ingawa huwa anapiga viboko sana, lakini kwa kiwango kikubwa nafikiri unasema mgalamu na haki yake mpya. Maanake kubwa amefanya kazi haswa kuhakikisha kwamba ile marufuku ambayo tulikuwa nayo kisoka tuliweza kuondolewa. Kadhalika kuweza kuwania sana ile leseni ya kuweza kuandaa kombe la mataifa barani Afrika. Kumekuwa na mvutano katika mashindano ya uogeleaji ya kuogelea. Ameingilia kati na kuhakikisha kwamba ule marufuku bado tutapigwa, na kuhakikisha kwamba uchaguzi umefanyika kwa na shirikisho la mchezo huo. Tuliona uchaguzi ulikuwa umecheleweshwa na kadhalika, mambo mengi sana. Nafikiri kwa kiwango kikubwa amefanya kazi ambayo nafikiri inastahili kupewa kongole. Manake pale ambapo tulikuwa mbali sana
inawezekana. Tulikuwa kama dunia yetu sisi kama Wakenya, lakini wakati ambapo alikuja tumeona kwamba amehakikisha kwamba ameleta vichwa pamoja kwa kiwango kikubwa kuhakikisha kwamba angalau tunafufua michezo. Kwa hiyo mimi nafikiri kuweza kumpa muda zaidi angalau tuone iwapo atatimiza baadhi ya vitu ambavyo ameweza kutuambia. Kwa hiyo lakini pia unajua lazima apate ile support ya rais. Kwa hiyo rais ni mpenda michezo, kwa hiyo ni kusubiri kuona iwapo atafanyika, maana si mara ya kwanza tunaidiwa vitu. Mimi kiongea zake sijui tutafungira au sijui aje. Sema ni rafiki yako. Ni rafiki yangu sitatai. Ababu rafiki yangu sana. Ni rafiki yangu. Unajua hata mimi nimekutetea sana. Unajua hivyo? Unajua hivyo? Nimekutetea uongo. Hapo sema. Alafu. Lakini mimi kitu tu mmoja unikasirisha. Niuze pia ruambia watu kasha watu wape speech. It's okay, tupe speech, it's okay. But ile vitu uta promise kufanya hufanye. Unajua alafu vile vitu unasema alafu speech yako ya this time bado inafanana na last time. Tupe kitu mpya. Tunataka kusikia vitu mpya, tunataka kuona vitu mpya. Alafu pia tunataka kuona kwa ground. Leo AFC wanacheza, Gor wanacheza, tunataka kuona huko. Kuwa mfano mwema kwa mashabiki. Sisi hapa hatuwezi kuwa tunalia, hatuwezi kuwa tunasema hatujazi uwanja, and yet our government is not even there to support even to see what people are doing. You're not even there kuona enyewe uwanja inaliliwa haina hii. Amundi kuona, yani you just go there for PR and mpigo mapicha alafu mtoke. There's a game Ababu came, ilikuwa Nyayo, I remember ilikuwa I think 12th December, if I'm not so wrong. Alikuja akaingia kwa ile podium ile VIP, alikaa 10 minutes. I can tell you that for free. I looked at my watch, alikaa 10 minutes. Then akazunguka uwanja, alafu ilikuwa game ya AFC. AFC sijui alikuwa anacheza na timu gani. I think ilikuwa Kakamega Homeboys. Akakaa za dakika 10. Akasema the game was interesting. Mimi kitu nauliza serikali, kaeni na mashabiki. Wacheni kukaa kwa VIP podium. Kaeni na mashabiki. Jueni mashida mashabiki wanapitia. Jueni kwa nini watu wanaruka fence kuingia. Juzi game ya Shabana na Shabana ilikuwa inacheza na nani? Na AFC pale Ulinzi. Mlijua what happened? Watu wamechapa tiagas. Kwa nini? Watu wanaruka waingia free. Yes, watu wanataka kuwatch game, lakini what are you people doing? Na mkifanya hivyo, you are the first one kukondemn. I'm just asking the government, tafadhali ingilieni kitu. Mseme kama sisi kama venye kuna mashemeji mnajua imetapwa hype, ni sawa, endeni huko, ingieni huko online game yote. Alafu mzunguke hiyo stadium mkiuliza shida ni gani na gani na gani. That is easier for you. Haya, tukiendelea. Safari 7 is coming back. Maoni yako ni gani kuhusu Safari 7? Mimi nasema itasaidia mahali pakubwa sana. Juu ukiangalia Kenya ikifika mchezo wa raga tulikuwa tunajulikana, lakini for the past, wacha niseme last year, ikakuwa tuko na matokeo duni sana. Na hii Safari 7 itakuja isaidie sana, juu utapata before Kenya 7 wapate ile chance ya kuproceed kwa Olympics in Paris, watakuwa na hiyo games, watakuwa wamecheza kadhaa, waji prepare vizuri mentality na ile body yao watakuwa fit. So itaweza kusaidia sana team kama ya Kenya 7s. Kenya ni jambo muhimu sana, na shukran kwa Ababu na Mwamba, juu ukiangalia sports anasaidia sana. Lakini when people like this naonekana like I'm the bad one. Ukiangalia Ababu na Mwamba mipango wamesaidia mahali pakubwa. Juu ukiangalia hiyo mashemeji Azam itafanya live broadcast, na hiyo ni kitu itasaidia sana juu mafans si mafans wa Kenya tu tutawatch hiyo game, ni mafans hadi wa nje, na hiyo bado itasaidia players wa Kenya kujituma ili juu wanajua watu wananiona kuna watu wengine. So Safari 7 kurudi ni jambo muhimu sana. So Salona pia wewe unapigia debe Ababu, au pia unapigia Tasha Mutai? Unaona mwenzangu ni kama amepewa kazi. Amepewa kazi, amelipwa bwana. Lakini nafikiri ni uongozi mpya wa raga. Kiangalia Tasha Mutai ni uongozi mpya, Aprili kuchaguliwa, na kuangalau kumeona jitihada.
tumeona Fadhili wameanza kurudi katika mchezo wa raga kando na ilivyokuwa hapo awali. Kwa hiyo inamaanisha kwamba imani imerudi katika mchezo wa raga kama ambavyo ilipokuwa hapo awali, ambapo tulikuwa katika unapotaja labda baada ya mchezo wa riadha katika taifa la Kenya unataja mchezo wa raga. Kwa hiyo nafikiri kuletwa Kenya Sevens itakuwa ni jambo nzuri sana, manake huwa kuandaa mashindano haya kuna kitu cha kipekee ambacho huwa unakipata wewe mwenyewe, labda kuandaa, labda tulipoandaa yale mashindano ya raga ya dunia ya wachezaji chini ya umri wa miaka 20 Brothers Cup na hivi sasa Kenya Sevens, inamaanisha kwamba ni jambo la kufurahikia sana, na mashabiki pia utapata nafasi ya kushabikia baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa wakiwajibikia timu ya taifa. Kwa hiyo ni mashindano mazuri sana, na nafikiri tumeona kwamba kutakuwa na mataifa ya Afrika na vile vile kuna baadhi ya mataifa ambayo yatatoka kule Ulaya, na nafikiri itakuwa ni mashindano ambayo mimi nasubiri sana kufuatilia. Humble host, kuna mtu amesema kwa comment siku yako kuhusu ujenzi wa viwanja kama wana ile ari ya kujenga, mbona wasijenge kimoja kilicho na muundo mbinu yote itakayowezesha michezo yote kufanyika pale? Cha soka kinaweza tumika pia kwa raga, volleyball na michezo ya ndani indoors. Mwana ni shigo yote tu na shio. Wacha mimi mwambie, ukiangalia government sahi wamesema uwanja zinafanywa pia 3. Ukiangalia Talanta ground yenye wanapanga kujenga upya. Ukiangalia itakuwa ni uwanja ambao utakuwa only for football na rugby. So mimi nasema Kasarani ndio itakuwa inatumika kwa sports kama hizo athletics, football, indoors. So mimi nasema government ikifanya hiyo marekebisho ya viwanja ili ifikie kiwango yenye kafi nataka, acha niseme watakuwa wamefanya jambo muhimu sana na itasaidia watu. Tukimalizia na tuna dakika 10. Turuke sasa majuu. Jitu nikaa huko nitakasirika. Paul Pogba anaweza kuwa hatacheza for 5 years. Alitest positive na Juventus wanangoja ku release the report about that. What I take about Pogba, ukumbuke pia alicomplain akasema anataka kufeel kama watu wengine. Do you feel like anaweza kuwa aliforge ama pia akajifanya tu akuwe positive ndio achane tu na stories za ball? Nafikiri Paul Pogba unapozungumzia ni baadhi ya wachezaji ambao kwa kiwango kikubwa sana wameleta kitu tofauti sana katika mchezo wa soka. Baadhi ya wachezaji ambao wamenipendeza sana mimi katika mchezo wa soka. Na kuona iwapo atacheza kwa miaka mingine 5 ni pigo sana, manake ule ubunifu wake uwanjani ni wa haiba ya juu pale mid. Naam. Na nafikiri kuna wakati fulani alipozungumza hapo akasema anataka kuishi kama watu wale wengine, na kulitokea mengi wakati ambapo pia kapatwa zile majeraha. Kulikuwa na madai kwamba kulikuwa na uchawi ambao ulifanyika na ndugu yake, imagine kuna tetesi kwamba kuna bweha aliziko katika nyumba maeneo yake wakati ambapo alikuwa anaitumikia Manchester United. Kwa hiyo nafikiri kuna mambo mengi ambayo yanamkumba Pogba. Kwa hiyo nafikiri ni jambo la kungoje kuona mambo vile yatakuwa, lakini iwapo amepatikana na labda kutumia dawa ni haramu na sheria ni msumeno, iwapo labda wewe ni mchezaji ambaye unaona ni waida juu ama wewe ni mchezaji mdogo, sheria ni ile ile. Kwa hiyo nafikiri tutamkosa sana iwapo atakosa hiyo miaka 5, lakini ndo dunia. Ukiangalia na Joeni mwana Manchester, umejua Pogba pia amejituma, ametubeba pale. Unamuonaje 5 years atakuwa nje, akirudi atakuwa atakuwa amenona, maybe atataka kurudi? Do you feel like Pogba it was a genuine case kwamba yeye ametest hiyo positive? Do you feel like it's a genuine case ama Pogba tu alikuwa anataka tu kujiondoa kwa hii limelight, akwetu kama venye alisema anataka I want to feel like how other people feel? Chamini lisemalo lipo, kama halipo laja. So anazika Manchester bwana.
watu wanaweza ongea mengi, lakini kwa Kenya watu wanasema kuna kaukweli fulani. So maybe kuna ukweli, lakini mi Paul Pogba namjua ni a good midfielder. Ukiangalia akiwa France akicheza World Cup 2022 I think, akiona Kylian Mbappe walicheza mchezo mzuri sana, na akikuja bado Manchester United ukiangalia ni mtu tunajua alikuwa mzuri sana, lakini unapata ni mtu akona some issues. Ukiangalia discipline yake bado ilikuwa, kuna time atakuwa na discipline, kuna time ana discipline. So mi wacha tuseme 5 years from now Paul Pogba kama atarudi Juventus, wacha niseme tutapata Paul Pogba mwingine. Ukiangalia game yake yenye amecheza Manchester United, si game amecheza Juventus, na si game yenye alicheza akiwa France. So nasema time venye inaenda Paul Pogba game yake inaenda tu ikichange. Utapata atakuwa na poor performance, maybe anapigishwa bench sana. So wacha niseme hiyo ni kitu moja itakuja kumuaffect sana. Haya, atuangalie EPL mambo yatakaa vipi. Luton wanakutana na Tottenham sasa hivi wako dakika ya 63. Luton nunge moja. Wawekezaji Solana. Unaona kama hii game itaisha vipi? Ilikuwa wazi kama meno ya ngiri. Ilikuwa kama water game? Kama meno ya ngiri. Solana. Kwa hiyo Tottenham kupata ushindi si habari. Kwa hiyo labda Luton wapate alama 3 ndio itakuwa habari. Kwa hiyo mwekezaji Spurs moja kwa moja. Lakini naona Luton ni kama watarudi tu mahali walitoka. Wale vile ambao walipanda ndio watashuka tu. Ndio watashuka tu. Lakini najua wanangoja Manchester. City ama United. United watashaina mbaya sana. Haya, Fulham watakuwa wanapatana na Sheffield. Naona kama nani atakuwa ananyakua ile kitu. Mi kama Manchester United ukiangalia Fulham inakukalia na Manchester United. Na wewe unataka washinde. Semi siwezi taka washinde juu ushindi wako, wacha niseme Fulham ndio watashinda. Ukiangalia United si team tunaweza sema iko sawa vile ukilinganisha na timu kama Fulham. Ukiona Fulham Sheffield? Nafikiri Fulham ni baadhi ya timu ambazo zilifanya vizuri msimu uliopita, na msimu huu pia unaonyesha ile hari, na kwamba tangu wakati ule ambao walipanda tena katika ligi kuu nchini Uingereza wamekuwa wakipigania sana kubaki kwenye ligi, na Sheffield tumeona wapo hawapo. Kwa hiyo nafikiri ikiwa mbaya sana kwa Fulham itakuwa ni sare. Aya, Burnley watapatana na Apoloni wana Chelsea. Burnley watapatana na the limping Chelsea. Saa 1 jioni. Unaona kama nani atakuwa pale? Mimi kibinafsi naona Chelsea vile ambavyo walianza msimu ndio Chelsea ukiangalia sana kando na ushabiki sasa, ukiangalia kama mtu wa michezo Chelsea Mauricio Pochettino kuna kitu ambacho anakitengeneza Chelsea, kinaweza chukua muda mrefu ndio, lakini eventually kitachukua mpito. Kwa na wachezaji baadhi wana majeraha, kwa hiyo lakini kama ndio miwili waliocheza waliweza kupata ushindi. Kwa hiyo iwapo watamakinika hii leo hasa katika safu yao ya ushambuliaji, huenda wakapata ushindi dhidi ya Burnley. Ukiangalia Burnley mimi sioni kama watabaki kwenye ligi msimu huu tena. Naam. Aya, Burnley of Chelsea. Chami pangu niseme kando na ushabiki kama venye Solana amesema. Chelsea ukiangalia jinsi walicheza hiyo game hivyo wanaweza pata ushindi. Lakini ukiangalia Mauricio Pochettino kuna mabadiliko ambayo wanafanya inakuja ina affect Chelsea. Unapata hadi mafans wenyewe wa Chelsea wanasema coach ameanza kuwa mbaya. Lakini mimi nasema Chelsea ni ile long term project. Hivyo ndo wanataka, na ndio maana unaangalia signings wanafanya vijana wachanga. Ukiangalia wako na mchezaji kama Enzo Fernandez, huyo ni kijana mchanga sana kutoka Argentina. Ukiangalia Moses Caicedo ni kijana mchanga. Kwa hivyo mimi nasema Chelsea leo wakicheza vizuri watashinda, lakini wasipofanya marekebisho wanaweza tandiko. From ile tu
Hata tunaogopa kwenda hizi streets by the way tusipate tumesainiwa na Chelsea. Wewe hata hatuna dread, no maana tumebomoa hatuna dread. To sign. Haya, now of the crawling Manchester United. Watapatana na wananyuki. Brentford. Timu yako itetee. Manchester United tuko home. Ukiangalia games kadhaa tumepigwa ile moja tu Old Trafford. Okay. Ukiangalia timu kama Galatasaray kitu kama hiyo iliweza kututandikia home Old Trafford. Kwa hivyo mimi naona kitu kama injuries zinatuaffect kama Manchester United. Juu kosa wachezaji wengine tunaumia bado. Lakini ngoja nikukate. Nani yuko na maumivu hapo anaweza saidia Manchester United kwa actu? Ukiangalia huyo kijana tulifanya ni mchezaji mzuri sana. Game zake zenye alicheza alitusaidia sana. Alia defense yetu Martinez hatuna. Tukianzia defense Manchester United hapo ndo tuko na shida. Lakini attacking yetu unapata tuko sawa. Lakini mimi pangu kama ningekuwa coach mchezaji kama Rashford najua unampenda. Lakini ukiangalia Rashford ni mtu anapaswa anaonyeshwa si lazima ucheze dakika zote. Unaweza pigishwa bench. Juu Rashford ni mtu sahi apendi ile kupeana assist. Yeye anataka kufungia. Na ukiangalia Garnacho ni mchezaji mchanga sana. Akiingia unapata akona game different na Rashford. So pangu mimi nasema Garnacho anaweza anza game alafu Rashford anaingia. Ama Rashford anacheza first half, Garnacho second half. Na utapata tunaweza shinda. Kuna kitu moja inanikasirishanga sana. Kwanza kwa group zote za Manchester. Whenever Marcus Rashford amecheza, ameflop, that's when they realize they call him a very normal player. Lakini Rashford last season literally amebeba Manchester, like literally amebeba Manchester. But hawakuona hiyo. They used to call him star boy. Sasa hizi anaitwa just a normal player like others. But it's okay. Salana ukiangalia United na wananyuki. Unapozungumzia Manchester United unazungumzia matatizo mengi sana. Na nafikiri leo Old Trafford, nafikiri kupigwa kwa Manchester United imekuwa ni kitu ya kawaida. Maana ukiangalia hata wachezaji uwanjani wajitume. Kuna vitu vingine si makosa ya mkufunzi, wengine ni wachezaji. Mkufunzi hawezi kukuambia piga pasi na mbovu wakati fulani. Kwa hiyo nafikiri Manchester United dhidi ya Brentford, Manchester United leo pia uendo wakapigwa tena. Ni habari mbovu kwa mashabiki wa Manchester United, lakini ndio walisia wa mambo. Maana unapoangalia timu hiyo ndio wanaweza kufunga magoli ndio, lakini kule nyuma Onana wetu yupo. Ni sawa na kuwa na gari ambalo lina magurudumu mazuri upande wa mbele, lakini upande wa nyuma magurudumu yote yametoboka. Kwa hiyo nafikiri Manchester United leo hasa kupigwa na Brighton Old Trafford baada ya mechi 32 kutopigwa Old Trafford, alafu kuja kupigwa na Brighton. Nafikiri na Brentford ilivunja moyo sana na wachezaji wa Manchester United, mkufunzi. Yani kuna kitu ambacho si cha kawaida Manchester United ambayo kinaendelea. Unaangalia mkufunzi kama Ten Hag amekuwa na vita vingi sana nje ya uwanja kuliko ndani ya uwanja. Na ukiongezea majira, ukiangalia safu ya beki wa kushoto kwao, ukiangalia Reguilon ameumia, ukiangalia Malasi aliumia, Luke Shaw ameumia. Kwa hiyo inabidi wachezeshe Amrabat katika nafasi ya ule beki wa kushoto. Na ukiangalia nafasi ya Amrabat si nafasi yake hiyo halisi. Ule ni kiungo kabaji. Kwa hiyo nafikiri pia inaleta pengo kubwa sana. Unapoangalia Aaron Wan-Bissaka, mchezaji mzuri sana ukiapoonyesha katika safu ya kulia, na ukiangalia wakati ambapo walipata ile majeraha, ule Dalot ndio ni mzuri, lakini huwa anajisahau sana na kuacha pengo pale Manchester United. Kwa hiyo nafikiri leo Manchester United habari ni zile zile. Haya basi atulii tena, sisi tumekubali, sijui nani ana pesa atutumie because we need money to console ourselves. So hapo ndio tunamalizia show. Tumemalizia actually si kumalizia tumemalizia. Nataka watu wangu waseme moja tu ya mwisho tukimaliza. Tena nimetupeleka mbio. So moja ya mwisho tukimaliza tukafunge.
Solana Manchester United leo tunatandika timu ya Brentford. Jina ni Oscar ama wananitanga Humbled Hosts. Okay. Nalo. Nafikiri ujumbe umefika kwamba timu mbalimbali ambazo zina uwezo wa kifedha waweze kuwekeza katika michezo, haswa katika ujenzi wa viwanja. Tunasisitiza ujenzi wa viwanja. Hilo la kwanza. Pili, sisi kama Gor Mahia leo FC Leopards mtatusame, huenda tukamfuta leo Tom Juma. Kwa hiyo nafikiri ndo habari hiyo ya mjini, lakini kikubwa ni kwamba nimeshukuru sana kwa kunialika katika kipindi, na nafikiri kumbeleni tutafanya mengi. Haya basi, mimi nasema tuache PR tuchape kazi. Ama namna gani? Haya gadashia mwanya ni wewe uyirarire kuma agata billion. Aginyare uturagithie kuinekereria kana reu uturahinekereria. Gadashia mwanya gwiraga ndingereho utariho. Nani wakoro kindu maradumiriri tamakabe wa fata agadashia mwanya ko mundu gutana mugatheka agadashia mwanya asale ni muturi ndakuona murugi job keyboard kideki agadashia mwanya John Peace royo mwana wa kiabugogori agadashia mwanya cio no yenda ikorwo agiosa ukoro githoma arerikana utokoro githoma cianyu apoleni sana Saturday getushemanie amathaini otama tukoro tukigei haro-ini tukoro tukirunga ige nyege ashege Mathako ni tushemanie ona shehda thaa imo cia hwaini agorogi gutwara kana gorogi kurigia furori handu wa Roma agetika Wambui Njau gadashia mwanya kurete ko tukiritania na wera mudogo to Ben no makirire to camera aizo au ma graphics mudogo to Sali na mudogo to macho ne makiuma haria amona wa directing ne marajira hii show tutaikatia hapo huu ni katika Wambui Njau nginya juma yukete ngai mwe akwende akoige na korathime anatoya turekagia metameta cia Mathako hatuongei na ma ex